Ni dua yangu ya kila siku uendelee kuwepo. Pengine kuna mambo mengi yanakukabili, kuna vitu vingi vya kukufanya uiname, lakini ni maombi yangu, dua yangu, sala yangu kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kwamba wewe masalia uliyebaki usipotee mpaka pale agano la Mungu litakapokuwa imara juu ya familia yako, juu ya kanisa lako, juu ya Tanzania na juu ya ulimwengu huu tulionao, mpaka pale Mungu atakapokutumia kulikamilisha kusudi la kuumbwa kwako. Shujaa, natamani siku ya leo tukajifunze somo moja ambalo litaimarisha maisha yako, litayajenga maisha yako na kukurudisha katika nafasi ambayo Mungu anataka uiishi unapokuwa duniani. Somo langu linasema vita ya aliyebeba ajenda ya kiungu. Vita ya aliyebeba ajenda ya kiungu. The war of one who carries a divine agenda. The war of one who carries a divine agenda. Vita ya aliyebeba ajenda ya kimungu. Shujaa, natamani nikueleze maneno haya kwamba watu waliobeba ajenda ya kimungu, watu waliobeba mpango mkakati wa kimungu, wanashuhudia vita kwenye maisha yao, hata kama wao wenyewe hawajui kama kuna ajenda ya kimungu ndani yao. Labda niweke vizuri, pengine ufahamu kwamba kuna kitu, kuna mkakati, kuna mpango ambao Mungu anataka kutekeleza kwenye ile familia, anataka kutekeleza kwenye lile kanisa, anataka kutekeleza kwenye ule ukoo kupitia wewe. Pengine hujui, anataka kutekeleza kwenye lile taifa kupitia wewe. Pengine ufahamu, lakini kutokuelewa kwamba haujui kuna ajenda ya kimungu ndani yako, kutokuelewa kwamba kuna ajenda ya kimungu ndani yako, hiyo haizuii vita kuja juu ya maisha yako, kwa sababu upande wa pili wa adui wanavyoyatazama maisha yako, wanatazama kama kibebeo cha kusudi la Mungu kudhihirika kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama. So you will experience battle wherever you are. Nasema mtumishi, umezungumza kimongo, nikiwa na maana kwamba utashuhudia vita mahali popote pale ulipo. Watu waliobeba mzigo, watu waliobeba maono, watu waliobeba vipawa, watu waliobeba huduma, watu ambao mifumo ya kimbingu imewadizaini wao kuwa madaraja ya wengine kuvuka, watu ambao mifumo ya mbinguni imewatengeneza wao kuwa majibu, wanashuhudia vita hata kama wao hawajijui kwamba wao ni majibu. Wanashuhudia vita hata kama wao hawaelewi kwamba wamebeba vipawa, wamebeba karama. Labda nikutafakarishe kidogo kutoka kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15 na kuendelea, lakini ukianzia mstari wa kwanza utapata kisa kizuri. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wakizaliana sana kwenye nchi ya Misri, mfalme wa Misri Farao na watu wake walitathmini, wakaona kwamba hao watu wakiongezeka, baadaye itakapotokea upinzani watatushinda kwa sababu watakuwa wengi. Oh my God. Wakaweka mkakati kwamba
ili kupunguza nguvu kazi, tuwaongezee mzigo hawa watu waliobeba kusudi la Mungu, taifa la Israeli, ili wasizaliane, wanaume wao wachoke na majukumu, wamama wachoke na majukumu. Hawakuishia hapo, wakasema kwamba hata watoto wa kiume watakaozaliwa katikati yao wauawe, watupwe mtoni. Wakawaita wakunga, mmoja alikuwa akiitwa Pua, wakamwambia wamama wa Kiebrania wakibeba ujauzito, kama kamezaliwa katoto ka kiume, msiwasaidie kuwazalisha, waacheni. Na hata kama kitazaliwa kitoto cha kiume, kichukueni kakitupeni mtoni. Labda nikwambie kwamba Farao alikuwa anajua historia ya Israeli, kwamba hawa watu wataenda utumwani, na baada ya kuwa utumwani Mungu atawatoa utumwani, lakini Mungu atatumia mtu katikati yao ambao atakuwa ni sababu ya hawa watu kutoka utumwani. Kwa hiyo katika harakati za kuwatesa, harakati za kuua, kwa sababu alijua kuna aliyebeba kusudi atazaliwa katikati yao. Saa hiyo mtoto Musa hajui kwamba kuna kusudi la Mungu ndani yake, wala mzazi wa Musa alikuwa hajui kwamba kuna kitu cha thamani ndani ya Musa. Hilo wanashangaa, wanapita katika mateso makubwa mno. Mtoto amezaliwa, wanauawa, wakunga wanaambiwa wasisaidie wanawake wa Kiebrania, mpaka pale walipopata akili ya kwamba tuwafiche watoto. Oh my goodness. Kwa nini na kutafakarisha haya? Pengine usijue kwamba umebeba agano la Mungu, pengine usijue kwamba umelibeba kusudi la Mungu. Oh my goodness. Pengine usielewe kwamba kuna kitu cha thamani ndani yako, na bado unapitia vita katika maeneo makubwa matatu. Moja, mwili wako na kutesa, zinaa, msukumo mkubwa kwenye vitu vya anasa. Mbili, ulimwengu na kuvuta, dunia na mambo yake. Yote ni kukusahaulisha kwamba oh my God, there is a purpose, there is a mission. Kuna kusudi, kuna mkakati ambao unapaswa kuukamilisha. Nashangaa dunia na kuvuta, tashangaa mwili unakuvuta, na mwisho kabisa shetani anakuja mwenyewe kwenye maisha yako ili ayakamate maisha yako. Hiyo ni ishara kubwa ya kwamba lipo kusudi la Mungu ndani yako, shujaa. Saa yoyote ambayo mwili unampelekesha mtu, nimetathmini maisha yangu na maisha ya watu wengine wakuu ambao Mungu anawatumia kwa mambo ya ajabu. Kuna wazo la kimungu linataka kuzaliwa ndani ya mwili wa mtu, ndio hapo mwili unaanza kumpelekesha mtu. Kuna kitu ambacho Mungu anataka akiweke ndani ya huyo mtu, ndio hapo dunia inaanza kumvuta. Au kuna wazo linataka kuzaliwa lilete matokeo kwenye jamii. Watu wamejenga compassion zinasaidia maelfu ya watoto, lakini ni katika utulivu na kumshinda mwili na kushinda ulimwengu na kumshinda shetani. Usikose kusikiliza sehemu inayofuata ya somo hili shujaa.